wa Efeso sura ya 4. Na mchana huu naomba nisome mimi mwenyewe ili likukolee vizuri. Nitasoma taratibu ili likukolee vizuri. Sura ya 4 ninaanza kusoma mstari wa 11. Biblia inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Mstari wa 15. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Mstari wa 16. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Baba, nalishukuru sana na kushukuru sana na kushukuru sana Baba. Asante kwa kutupa neno hili zuri la kutufaa, hasa wakati huu wa uhitaji. Neema yako iwe pamoja nasi, tufungue masikio yetu ya ndani, tusikie unalosema siku ya leo kuhusu misheni, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Bwana Yesu asifiwe. Nianze na kifungu hiki halafu nitaendelea. Kifungu hiki cha maandiko aliyekiandika ni Paulo, na aliwaandikia wa Efeso. Na hapa Efeso alikaa kama miaka 2.5 hivi hapa Efeso, na alifanya kazi hapa Efeso. Mji mzima wa Efeso ukamgeukia Yesu. Jamani, semeni amina. Ukamgeukia Yesu. Kama hivi mji mzima wa Manzese ukamgeukia Yesu, kwa sababu akina Paulo hawa hapa wanakaa hapa mwaka na mwaka. Ulipomgeukia Yesu, ulikuwa na wachawi, waagua waabudu sanamu. Waliposikia habari za Yesu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu mkuu, mwokozi wetu, waliposikia, wakaona vile vitabu vya uchawi havina thamani, wakakusanya vyote wakachoma. Naweza kusababisha mji ukaondoka kwenye uchawi. Wewe hapa. Haleluya. Na walikuwepo watengeneza sanamu, walikuwa wanauza ili sanamu zile ifanyike miungu, wawe wanaiabudu. Kwa kumjua Mungu wa kweli, yani Yesu, Bwana wa mabwana, vile visanamu vikawa havina thamani tena. Hakuna anayenunua sanamu tena. Wafanyabiashara wakaona hapa, bwana,
pesa imeondoka. Kwa sababu ya nani? Ya Paulo. Wakainua fujo kwa Paulo. Lakini tayari kanisa likawa limejengwa. Yesu anasema, nami nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaliweza. Ninapotafakari mstari huu, mimi naona hivi, ninavyoangalia naona hivi. Anasema hivi Yesu, nami nitajenga jeshi. Hebu sema jeshi. Sema jeshi. Nami nitajenga jeshi ambalo maadui wa ufalme wangu kwa jeshi hili hawatalishinda. Na jeshi hili ni mimi na wewe. Ikiwa Paulo peke yake na Sila walikuwa wawili, aliweza kujenga ufalme wa Mungu Efeso, na miungu ya Waefeso ikashindwa, sembuse sisi leo hatuko wawili, tuko zaidi ya wawili. Tunaweza. Jamani amina. Jamani amina. Tafsiri ya umisheni ni kuwafikia wasiofikiwa na Injili. Ni mkakati wa kijeshi wa kuwafikia wasiofikiwa, na huu unafanywa na kanisa. Kanisa hapa anasema katika kifungu tulichosoma, anasema Mungu aliwachagua wengine. Alitoa wengine. Anataja makundi kama 5: mitume, wainjilisti, walimu, anawataja pale. Lakini anasema hawa kazi yao aliyowapa ni kuwezesha mwili wa Kristo, ni kuwawezesha waamini, ili hawa waamini wafanye kazi. Kwa hiyo kazi ya wachungaji, kazi ya wainjilisti, kazi ya mitume, kazi ya manabii, kazi yao ni kuwawezesha waamini, ili hawa waamini wafanye kazi gani? Wafanye umisheni. Jamani amina. Ninasema juu ya kifungu hiki kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Wewe ni mtakatifu. Hebu geukie mwenzako mwambie wewe ni mtakatifu. Huyo hapo hajageukiwa na mtu. Geuka mwambie wewe ni mtakatifu. Achana na filosofi zile za huko wasikojua, wanasema watakatifu mpaka wafe. Mtakatifu sio aliyekufa. Aliyekufa tunasema amekufa au amelala, wala jina lake hatulijui. Tunawajua walio hai ndio watakatifu. Kule mbinguni hakuna kushindana na dhambi kule. Utaiona wapi kule? Tunashinda dhambi hapa. Tunakuwa watakatifu hapa. Kwenye rapsha za dhambi hapa ndio unakuwa mtakatifu. Maana mwenye dhambi si atazidi kuwa mwenye dhambi, na mtakatifu si atazidi kujitakasa. Huyo anayejitakasa anaitwa mtakatifu. Kwa hiyo wewe ni mtakatifu. Jamani amina. Hebu jitaje mwenyewe jina lako, mwambie mtakatifu fulani. Jitaje bwana, mbona unaona wasiwasi? Jitaje, mimi mtakatifu fulani. Haleluya. Haleluya. Wewe ni mtakatifu. Na kwambia Paulo anasema kuwakamilisha watakatifu. Sio kwa sala ile ya kusema Mungu waweke mahali pema peponi. Hapana. Kuwapa mafunzo ya umisheni
tunawakamilisha, ili wakisha kamilika hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Mwili wa Kristo sio wewe peke yako. Mwili wa Kristo ni watakatifu wote walioko duniani. Sasa unajengwaje? Mtakatifu, mtu wa kutoka dhambini, kutoka kwenye ufalme wa giza, anapotolewa na kuingia kwenye ufalme wa Mungu, tofali moja limeingia kujenga kwenye nyumba ya Mungu. Kama tofali yanayojenga nyumba ya Mungu au yanayojenga mwili wa Kristo ni wale wanaookoka kutoka dhambini. Sisikia amina hapo. Tena nasikia amina ya kibezibezi. Sisikia amina ya wanajeshi. Na jeshi lote kubwa hili ningesikia amina mpaka napasua ili anga. Sema amina. Mpaka hii Manzese isikie kwamba hapa pana jeshi. Sio, mnakumbuka jeshi lile liloangusha Yeriko? Walitumia nini? Sululu? Hapana, sauti. Waliposema kwa sauti kubwa, wakapiga kelele, kuta za Yeriko zilianguka. Haleluya! Haleluya! Kifungu hiki kinasema, kifungu hiki kinasema hivi: hata sisi, yani sisi wenyewe sote, tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo na kimo cha utimilifu wa Kristo. Jamani wapendwa, hakuna mtu wa kujilinganisha naye, ni Yesu. Kazi ya kanisa ni kuwafanya wenye dhambi kuwa wana, wafanyike kuwa wana. Na kazi nyingine ya kanisa ni kuwafanya wana wafanane na Kristo. Najua kuna wengine hawajafanana na Yesu, wanafanana na mtu fulani hivi, sio Yesu. Kwa hiyo kazi yetu ni kuwafanya wafanane na Yesu. Kazi ya umisheni inafanya kazi zote hizo mbili. Na maandiko yanaendelea kusema, lakini tushike kweli katika upendo. Tushike kweli katika upendo, na nitazitaja kweli hizi baada ya muda kidogo. Na kukua hata kumfikia yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yani Kristo. Katika yeye huyo mwili wote unaungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Mwambie mwenzako wewe ni kiungo. Mwambie mwenzako wewe ni kiungo. Mtu mmoja aliona, alikuwa ni Ezekieli. Alipoambiwa aende kwenye uwanda, akaenda kwenye uwanda ule, akaona mifupa mikavu. Kila mfupa uko kule, mwingine uko kule, mwingine, yani
kichwa kiko na mfupa wa mguu, sijui kila kitu shakalabagala. Mungu akamwambia tabiri. Alipotabiri ikatokea mishipa, yaani ile mifupa ikarudiana, ikaanza kuunganishwa na mishipa, ikaanza kuunganishwa na nyama, mwisho akatokea mtu, sanamu. Amwambia tabiri tena, mwisho Roho Mtakatifu akashuka juu yake, ile sanamu ikawa hai. Yawezekana tupo na tunaelewa, lakini sharti tuungamanishwe, sharti tushikamanishwe. Tunaungamanishwa na kushikamanishwa na nini? Tunaungamanishwa na kushikamanishwa na uwezeshaji wa watumishi ambao Mungu amewachagua watufundishe. Tuishike kweli katika upendo. Kweli hii unayoijua ikifanywa katika upendo, ina uwezo wa kutuungamanisha na kutushikamanisha hata kazi ya Bwana itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Mungu haoni kama tunavyoona sisi. Mungu anaona ulimwengu. Mungu anamuona Mchina, Mungu anamuona Marekani, Mungu anamuona katika Ufunuo tulisoma katikati ya wiki hapa, anasema ya kwamba aliona mbinguni watu wa kila aina, watu wa kila lugha, watu wa kila taifa, watu wa kila usemi wako kule. Nataka niseme hivi, Mkristo muamini wa kanisa la Manzese, usione hapa, ona kule. Yesu alisema ya kwamba mtakuwa mashahidi wangu tangu Yerusalemu na Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Acha kuangalia hapa, angalia kule. Amen. Unajua ukiangalia hapa unaona kanisa karibu linajaa. Lakini wataalamu wanasema hivi, ulimwengu una watu karibu bilioni 8. Na nasema ukikusanya wote wanaotaja jina la Yesu, yani wanaotaja jina la Yesu, unapata bilioni 2.7 wanaotaja jina la Yesu. Wamo walokole, wamo nani, wamo Sasa ukiangalia kama ni uwiano, jamani, uwiano sawa, tunaelewa ni 3 kwa ngapi? 3 kwa 5. Maana ukiwatoa hawa wanakuwa 3 huku wanakuwa 5. Yaani wale ambao ulimwengu mzima kule wanabaki 5, ukitoa 3 wanakuwa wameokoka, wacha Mungu tuseme, wanamwamini Yesu, wanataja jina la Yesu, na 8 hawataji chochote. 5. Sawa? Sawa, umeelewa hesabu hiyo? Na wanasema hivi wanaokufa ni milioni 8. Sasa hawa milioni 8 wanakufa. Sasa tukiweka uwiano ule 3 wanalitaja jina la Yesu, 5 hawataji jina la Yesu. Wanapokufa maana yake wakifa 3 ndio wanataja jina la Yesu, 5 hawataji jina la Yesu. Sasa kama wewe ni mfanyabiashara, unafanya biashara yako, unaingiza kwa siku shilingi 3,000, halafu unatumia shilingi 5,000, hiyo biashara ni nini? Utafanya? Wachaga mpo hapa? Wachaga mpo? Utafanya biashara hiyo?
Hapana, ufanye. Sasa unataka Mungu afanye? Ndio maana tunawaletea elimu ya misheni, ili kwamba tupindue angalau wafe wenye dhambi 3, lakini waliookoka hata wakifa 5 sawa sawa, maana wanaenda mbinguni. Jehanamu ikose watu, lakini ili ifanyike kazi hiyo kuna mkakati. Lazima tuungamanishwe na kushikamanishwa kila kiungo kwa utendaji wake, tutende kazi ili mwili wa Kristo ujengwe. Nimekuja kuwahamasisha leo. Jamani, nimekuja kuwahamasisha. Nimekuja kuwahamasisha ya kwamba tuamke, ya kwamba tufufuke, ya kwamba tuone wivu wa Bwana. Haleluya, ili tuifanye kazi ya Mungu. Sikiliza wapendwa, kila muamini ni mjenzi. Kila mtu aliyeamini ni mjenzi. Anajenga nini? Anajenga kanisa la Bwana wake. Bwana analitumia kanisa kujenga kanisa. Amewaita waamini kama jeshi lake la kujenga ufalme wake, ufalme ukiwa ni kanisa. Kwa hiyo kanisa linakuwa kazi kwa maana linajengwa, lakini wana kanisa wale waamini wanakuwa ni vifaa vya kujenga kanisa. Jamani, amina. Jamani, amina. Usifikiri kanisa linajengwa malaika wanakuja kujenga. Ni wewe na mimi ndio tunajenga. Wafugaji mpo? Ng'ombe wanaongezekaga kwa namna gani? Si kwa kuzaliana. Hata Mungu alipokuwa anambariki Adamu akasema, enendeni mkazaane, mkaongezeke, mkaijaze nchi. Usemi ule uko mpaka leo, kwamba Mkristo ukishaokoka, ukishampa Yesu maisha yako, kazi yako kubwa ni kuzaa. Halo, wanawake hapa matumbo yamelipuka hapo. Sizungumzi kuzaa watoto wa kimwili, nao ningezungumza, lakini leo sizungumzi hiyo. Lakini nao ningezungumza. Watu siku hizi kuzaa wamekataa, wanafunga vizazi mapema sana, hawataki kuzaa. Zaa bwana. Jamani, amina. Jamani, amina. Tunazungumza Mkristo lazima azae anayefanana na yeye. Sasa wewe utakapofika mbinguni kuna unaenda kama tunavyoimba, twende juu mbinguni, unaenda peke yako, mikono mitupu hivi tu. Twende juu mbinguni, unaenda peke yako. Hakuna hata uliyemzaa hata mmoja. Leo tunakuwezesha Mkristo ili uweze kuzaa. Ukifika mbinguni, wako wanaokufuata wanafanana na wewe. Alafu Mungu anasema, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu katika wachache hawa, ingia sasa katika utawala wa Bwana wako. Sisi ni jeshi la kujenga ufalme wa Mungu. Jamani, amina. Jamani, amina. Sikiliza mpendwa, waamini wote wanatakiwa kujenga kanisa, wote. Sio kuachia viongozi. Pale viongozi tumeambiwa wao kazi yao kutukamilisha. Kila mwamini anapaswa kuwa kifaa katika mkono wa Yesu. Unajua mkono wa Yesu una nguvu. Jamani, amina. Unajua hata rungu ukitaka kupiga
inategemea na mkono ulioshika rungu. Sawa? Kama unataka rungu lile limpate sawa sawa adui, inategemea na mkono ulioshika lile rungu. Hata sururu wanaochimba, mtu anainua kama mifupa yake kama kwapa zake zimechonelezewa, unafikiri sururu utachimba? Haichimbi. Sasa wewe una neema. Kwa sababu gani? Anayekutumia ni Bwana wa mabwana, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza, ambaye amesema ya kwamba akikutumia wewe, wala milango ya kuzimu haitashindana na wewe ikakuweza. Unajua wakati mwingine tunakimbilia sana. Mtu akisikia, siku moja nilikuwa naongea na mshirika mmoja, akanijia akasema, mimi nimetafuta vyumba sijaviona, kila nikitafuta naambiwa ya kwamba hapa pana mchawi, naenda kutafuta kwingine naambiwa hapa pana mchawi. Eti muamini anaogopa nini? Mchawi. Wakati Yesu anasema wewe ni jeshi, ni askari ambaye wewe mlango wa kuzimu hautakushinda, alafu wewe unaogopa. Sasa ukifika mahali pa mchawi, sifuza fusa, uonyeshe ya kwamba mimi hata milango ya kuzimu hainishindi. Jamani, amen. Jamani, amina. Tembeeni kwa ujasiri, ila hamtembei kwa ujasiri kwa sababu hamjijui. Leo nimekuja kuwafahamisha kwamba ninyi ni askari, na Yesu ameahidi ya kwamba wewe askari, wewe hakuna mlango wa kuzimu utakao kushinda. Unajua watu wanakimbia kwenye maombi, humo kila siku wanakimbia kwenye maombi, kila siku wanakimbia kwa sababu hawajijui. Alafu na yeye aliyeamini anakimbia naye, wakati Biblia inasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa yule mwenye ishara zinazofuatana naye ndio anakimbia. Anafuata nini? Anafuata ishara. Sasa unafuata ishara za nani? Fanya kazi ya umisheni, fanya kazi ya umisheni. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Ninajua ya kwamba chombo chochote kinachofanya kazi vizuri kinatunzwa, na askari anayefanya kazi vizuri anatunzwa. Anapewa mavazi, anapewa chakula, anapewa makombati ya kuvaa, anapewa maji, analazwa mahali pazuri, kwa sababu ni potential. Huyu ni mtu maalumu, huyo ni mtu anayefaa, huyu anatunzwa. Unataka kutunzwe na Bwana? Fanya kazi ya Mungu, fanya kazi ya umisheni. Bwana atakutunza, Bwana atakuhifadhi. Haleluya. Upo hapa duniani sio kwa ajili yako mwenyewe. Kama umeokoka na uko hapa bado unaishi, ni kwa sababu kuna kusudi la Mungu la wewe kuishi. Siku moja mama mzee alinijia akasema, mwanangu, mimi nimekwisha, sasa hivi sina faida yoyote, siwezi kufanya chochote, nimekwisha. Nikamwambia, kama ungekuwa umekwisha, Mungu angesha kuchukua akakutupe huko, maana umekwisha. Lakini kwa sababu hujaisha, ndio maana uko hapa, una jambo la kufanya. Hakuna mtu ambaye anakuaga na mijeshi, mianajeshi mizee hata siku moja. Itafanya kazi gani? Staafisha wote, unastaafisha wote, unaajiri wanajeshi wapya wadogo. Ndio
Ndio, unakuwa na mwanajeshi lizee, hata kukimbia mpaka pale linashindwa. Si utashindwa vita wewe? Ukiona bado unaishi, wewe sio mzee, wewe bado kijana, unafaa kwenye kazi ya umisheni. Hapo wengine mna neema kweli. Kuna watu wengine kila siku hospitali. Ukimuuliza, bwana hujambo? Sijambo. Hali yako bwana? Nzuri. Habari za wiki? Jana nimeshinda hospitali, juzi nilishinda hospitali, juzi ile hospitali, jana hospitali. Ni watu wa hospitali tu. Hafu muulize, kanisani unashindaga lini? Sasa kanisani Jumapili. Sawa, Jumapili kanisani, siku zingine zote kashinde hospitali. Wewe hutaki kuja kanisani, kashinde hospitali. Sasa chombo kinachotumika, Bwana hukiponya, Bwana hukiimarisha, Bwana hukitunza, Bwana hukinawirisha, Bwana hukiwezesha ili kiweze kufanya kazi. Haleluya jamani, haleluya. Kila muamini ni mpelekaji. Maana unasema sasa mimi nitafanyaje kazi? Wengine hapa wameanza kujiuliza, sasa mimi nitafanyaje? Wewe ni mpelekaji. Peleka. Wawezeshe wanaohubiri wakahubiri. Wawezeshe wanaojenga makanisa wakajenge. Wawezeshe wale ambao wanafanya mikutano wakafanye. Nilikuwa naongea na idara ya umisheni ya jimbo. Wakasema, bwana sisi malengo yetu tunataka kujenga kanisa kisiwa kinaitwa Jibondo. Nikaambia, yap, nyie mnafanya kazi vizuri sana. Maana hicho kisiwa hakijafikiwa. Ukienda kule hakuna wanaomjua Yesu. Na watu wanaogopa kukaa kule. Anasema jambo lingine, tuna mkakati wa kuwafikia kabila moja linaitwa Wandendeule. Na kote huko wananunua viwanja na kujenga. Nikasema safi sana. Sasa kazi ya namna hii ya kujenga majengo kama haya haiwezekana kafanya kazi mtu mmoja. Ndio maana Yesu anazungumza habari ya kuungamanishwa na kushikamanishwa ili kazi ya huduma itendeke. Kamba mbili bwana hazikatiki, lakini kamba moja inakatika. Lazima tuungane. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Tuna utaratibu wetu wa kanisa la TAG wa kutoa sadaka. Sadaka. Jamani sema sadaka. Sema sadaka. Kazi ya kutoa sadaka mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi. Toe sadaka kwa ajili ya umisheni. Uungane na wenzako wa TAG wote wa Tanzania kuchanga sadaka ili uweze kufanya kazi ya umisheni kule ambako wewe huwezi kufika. Sasa mtu akitoka nyumbani anakuja kanisani, tena njiani anakumbuka leo alitangaza sadaka ya umisheni itakuwepo. Sasa bwana nina shilingi 5,000 tu. Sasa nitatoa yote. Anakwenda ananunua pipi. Mtu mzima kabisa ananunua pipi. Nimpatie pipi, anatoa shilingi 5,000. Ili apate change. Kama pipi ni ya shilingi 100, zibaki shilingi 900. Ndio 900 zile anakuja kutoa kwenye umisheni. Huyo askari huyo. Mnanielewa sio hapa lakini kule nilikotoka. Hapa wote hawafanyagi hivyo. Hapa ni watakatifu. Hapa ni waaminifu.
Hebu mwambie mwenzako, wewe mwaminifu. Mwambie, mtazame usoni, mwambie wewe mwaminifu. Kila mwamini ambaye anazembea, maandiko yanasema atatoa hesabu kwa Bwana wake. Yesu anawatumia waamini kuwafikia wasioamini. Hatumii malaika, anawatumia waamini. Yesu ajulikane kwa watu, ni lazima waamini wamtangaze. Mwamini anayekataa kujenga, anapopinga mpango wa Mungu, yani akikataa kujenga anapinga mpango wa Mungu. Yani akikataa kujenga anapinga mpango wa Mungu. Mungu hataki mtu yoyote apotee. Lakini mwamini yeye anapinga, anataka watu wasiokolewe. Kumbukeni, Yona alitumwa kwenda wapi? Akafanye umisheni Ninawi. Yona alipotumwa akasema no way, nataka wa Ninawi wote waangamie, mimi siendi. Akaenda kwenye merikebu chini akajificha, anza kusafiri na merikebu. Bwana akafanyeje? Kwa kumhurumia tu akaipiga merikebu. Yana namhurumia Yona. Merikebu ikaanza mawimbi. Watu wanatupa vitu vyao kwa sababu ya jitu moja linalopinga mpango wa Mungu. Watu wanateseka, sikiliza, wakati mwingine wameteseka watu kwa ajili yako, kwa sababu tu unapinga mpango wa Mungu. Wameteseka watoto wako kutosoma shule kwa sababu unapinga mpango wa Mungu. Wameteseka, ngoja niwaambie, nyie hamuelewi ninachosema. Nisikilize sasa nikwambie. Nyie hamuelewi ninachosema. Mwaka fulani mimi nikiwa mchungaji, kabisa nikiwa mchungaji, kanisa lile la Msewe pale. Katibu wangu wa kanisa alikuwa hapeleki mafungu ya 10. Mimi nimeweka utaratibu mafungu ya 10 yachukuliwe yapelekwe. Katibu wangu katunza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3, mwezi wa 4. Sasa nashangaa nyumbani mtoto wangu anaumwa. Kila leo anaumwa. Naenda hospitali, nachukua pesa za kanisa napeleka mtoto hospitali. Na leo nachukua pesa za kanisa napeleka mtoto hospitali. Mwisho nikaanza kumwomba Mungu, hivi nini? Ikawa kama Joshua alivyoomba, anasema kagua ndani yako kuna nini. Moja kwa moja nikaongozwa nimuulize mzee wa kanisa. Mzee wangu wa kanisa, katibu, umepeleka lini mafungu ya kwanza? Ninayo. Unayo ya miezi mingapi? 5. Kwa nini hujapeleka? Baba, nitapeleka. Nikamwambia we mchawi. Nikamwambia we mchawi. Anasema babu nanitukana. Nikamwambia ndio, we mchawi. Unaloga hapa, tunatumia pesa za kanisa kutibu watoto wanaugua, kumbe wewe umekaa na vitu vitakatifu viko ndani yako. Nikamwambia leo hii peleka mafungu ya 10. Akapeleka mafungu ya 10, kwani tuliendelea kuugua tukapona. Unaweza ukawa unateseka kwa sababu hujashika kanuni ya Mungu. Toa kwa ajili ya umisheni uone kama Bwana hata kufungulia madirisha ya mbinguni vikakumwagikia na kusukwa na kushindiliwa afya tele katika maisha, furaha tele. Wakati mwingine unagombana na mke wako kila siku, ukifanya kila wakati. Sasa umekaa na vitu vitakatifu. Kila muamini atatoa hesabu. Amen. Yona alitoa hesabu. Alikataa kazi ya umisheni, akaishia kumezwa na samaki. Usiombe umezwe na samaki.
tufanye kazi ya umisheni. Jamani, amina. Kila mwamini ni mjenzi mkuu. Kwa nini ni mjenzi mkuu? Siku ya Pentekoste waamini wote walishukiwa na Roho Mtakatifu, kama vile Yesu mjenzi mkuu alivyoshukiwa na Roho Mtakatifu. Na Yesu anasema mtapokea nguvu akishakuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Unayo nguvu. Unayo nguvu. Unayo nguvu. Unayo nguvu. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko juu yako. Na nilipokuwa nimekaa pale, hawa waimbaji wanaongoza hapa, wanaimba na nini, nimeona watu wanajaa Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha. Nikasema, la, kumbe hili kanisa lina nguvu. Tunataka tuione hiyo nguvu katika utendaji. Sio mazesebi eti mnaleta sadaka. Mimi kwenye simu yangu hata leo hii ningefungua, ningewaona sadaka yenu ya mwisho wa mwezi ni shilingi ngapi, ningewaona, maana naona. Sasa hivi Mungu ametupa neema, kanisa kiganjani. Hata baada ya kufundisha hivi, nitakwenda nifike nyumbani kwangu, mwezi ujao nitaona kwamba hivi walielewa nilichokuwa nafundisha au hawakuelewa. Sasa kanisa kama hili nikute shilingi 50,000 sadaka ya umisheni, nitajua hamjaelewa. Nitajua hamjaelewa. Haleluya. Jamani, haleluya. Hapa tu yani nikiangalia hapa kila mmoja katoa shilingi 1,000 hapa tu. 1,000 hapa nina mapesa mengi tu. Karibu 200,000, 300,000 hapa. Sasa unashangaa sadaka ya umisheni 50. Imetoka wapi? Manzesebi. Nawezekana wamekosea, sio Manzesebi. Wamekosea hii. Labda ni kanisa moja la Menzezezebe, sio Manzesebi. Amen. Najua hapa ipo nguvu. Najua hapa mmejaa. Najua hapa ni watu wa kiroho, na mnatafsiri mambo ya rohoni kwa rohoni. Haleluya. Jamani, haleluya. Sasa njia gani muamini anachangia kwenye umisheni? Njia gani zinazotuunganisha pamoja kufanya umisheni? Njia ya kwanza, kufanya maombi kwa ajili ya umisheni. Hiyo namba 1, wapendwa. Kufanya nini? Maombi. Na sizungumzi tu maombi ya kanisa la mahali pamoja. Nazungumza maombi yako wewe kama mwanajeshi. Kama mwanajeshi katika jeshi la Bwana. Maombi yako kwenye nyumba yako. Hata kama wewe ni kijana, maombi yako chumbani kwako. Kwani wewe unalalaga porini? Hata kama unalala porini, maombi yako hapo porini unapolala. Lazima tuwe na utamaduni wa kimbinguni wa kuomba. Halo? Halo? Kuomba. Kuomba jamani. Mimi nilikuwa naomba wakati nikiwa kijana. Nilipokuja kumchumbia mrembo wangu, tunafika nyumbani na yeye na daftari. Sasa tunaangalia madaftari yetu, tukakuta maombi yanafanana. Yeye alikuwa naomba, Mungu nipe yule ambaye tutasaidiana kufika mbinguni. Na mimi naomba hivi, Mungu nipe yule tutakayesaidiana kufika mbinguni. Tukaenda kukuta kuchi yamekutana. Na mpaka leo tunasaidiana kwenda mbinguni. Haleluya. Mkitukuta tunatembea pamoja. Nilipokuwa kule Msewe walikuwa wanatuita kumbi. Nilipo mimi na yeye yupo. Tunatembea pamoja. Tunasaidiana. Maombi. Usisubiri wachangamshwe hapa maombi. Maombi. Peke yako kule nyumbani. Panga ratiba ya maombi. Na katika maombi hayo, ombea umisheni. Yesu aliomba, mitume waliomba,
na Roho Mtakatifu anatusaidia udhaifu wetu wa kuomba. Kuomba ni kuonyesha ya kwamba unakubali wito, lakini unahitaji msaada na maongozi ya Mungu. Unakubali wito wa umisheni, lakini unahitaji msaada wa maongozi ya Mungu. Ufanye nini? Jamani, amina. Jambo la pili la kufanya, kutoa sadaka ya kutegemeza umisheni. Kanisa letu limepanga mwisho wa mwezi uwe ndio mwisho wa uwe ndio siku ya kutoa sadaka. Tarehe za mwisho wa mwezi ndio tarehe za kutoa sadaka. Unajua kwa nini wamepanga mwisho wa mwezi? Leo nataka nikufafanulie. Sadaka ya umisheni inatakiwa ipangwe. Sio inatolewa tu mradi kutoa, ipangwe. Kwa maana nyingine ni kwamba tangu tarehe moja unaanza kuandaa sadaka ya umisheni. Amen. Najua waamini wa Manzese wataweka vibubu. Unakiweka kibubu nyumbani kwako, kinaitwa umisheni. Pale kwenye kibubu kila unachoweza unatumbukiza pale. Halafu mwisho wa mwezi unabanganyua kile, unafungua kile kibubu, unachukua zote unaleta kwenye umisheni. Wangapi wamenielewa? Amina. Sasa hivi vibubu vingine viko kwenye simu. Viko kwenye simu. Kwa wale wanaotumia simu, unaweza ukaweka kwenye simu kikawa kibubu chako, lakini kitolewe mwisho wa mwezi sadaka. Amen. Sadaka. Zipo sadaka za makundi. Kwa mfano WWK wana sadaka ya umisheni ya mwisho wa mwezi. CS wana sadaka ya kuharakisha nuru ya umisheni ya mwisho wa mwezi. Watoto wana sadaka ya mwisho wa mwezi. Wahakikishe hiyo sadaka wanaitoa. Alafu ya mwisho katika sadaka, sadaka ya ahadi ya imani. Hii sadaka ya ahadi ya imani ni wewe unayeamua kumwahidi Mungu peke yako moyoni mwako. Umeguswa, unasema mimi naahidi kumtolea Mungu shilingi 50,000 kila mwezi kama sadaka yangu ya umisheni. Unaiandika kabisa. Halafu unamwendea mchungaji. Unamwambia mchungaji, mimi nimeahidi kila mwezi nitatoa shilingi 50,000 sadaka yangu ya imani. Huku una malengo yako, unataka Mungu akufanyie nini? Maana ni ahadi ya imani. Una malengo yako, unataka Mungu akufanyie nini? Na uwe mwaminifu kutoa. Sasa sadaka hii utapewa control number ya kulipia sadaka hii. Jamani, amina. Ukiwasiliana na mchungaji wako atakueleza. Hayo ni mapatano ya kiroho kati ya muamini na Mungu, kwamba kwa msaada wa Mungu nitatoa kanisani alichokipanga ili kitumike kwa ajili ya umisheni. Afu wao wana mwongozo mzuri tu wa kutumia kwa ajili ya umisheni. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, tufanye nini kama mshirika kwa ajili ya umisheni? Jambo lingine ni kuitikia wito wa kimisheni na kwenda kutumika. Tena hapa ninawaona wa missionari wengi tu. Wengi wapo hapa. Itikia wito. Mungu anakuita. Mungu anasema na wewe. Mungu anakuhamasisha moyoni mwako uwe missionari. Itikia wito. Usikae tu unamkaba Roho anaongea, wewe unamkaba humsikilizi. Yawezekana una shauku sana ya kufadhili umisheni. Yawezekana unasikia sauti ya Mungu ikisema, ikinong'ona ndani yako. Yawezekana tukizungumza umisheni namna hii, yani unajisikia hivi, mimi mbona sijafanya chochote?
Jua Mungu anakuita. Jamani, amina. Utafanyeje sasa kuingia shambani ukikuta hali hiyo inakutokea? Moja kwa moja kwa mchungaji. Mchungaji, mimi naona Bwana ananiita kuwa missionary. Na kumbuke tuna nafasi 180. Kanisa letu mpaka kufikia mwaka 33 tunakusudia kuwa na wamissionary 200. Na sasa hivi tunao 20 tu. Kwa kuna nafasi 180 zinangoja wewe. Jamani, amina. Na wamissionary sio wazungu, ni yeye nyie aaminie, anayemwamini Yesu anaweza kuwa missionary. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa missionary. Amen. Jamani, amina. Wangapi wamenielewa? Nataka kusikia wamissionary kutoka Manzesebi. Wamissionary waliojitoa. Ukishapeleka jina kwa mchungaji wako atakuita, ataongea na wewe, mtaongea kirafiki, alafu atakupeleka kwa viongozi wa sehemu wa idara ya umisheni, watakuhoji, mtaongea nao vizuri, alafu watakuingiza kwenye mafunzo rasmi ya umisheni. Ukishajaribiwa ukafaulu, unakuwa missionary, sijui Sudani Kusini, sijui wapi, utakuwa missionary. Kazi hiyo iko wazi, nafasi hizo ziko wazi. Jamani, ziko wazi. Ni tangazo la kazi zilizo wazi, zinahitaji waamini wanaotaka kufanya kazi ya umisheni. Namalizia kusema hivi. Biblia katika sura ile, katika kitabu cha Mathayo sura ya 21, Yesu alitoa mfano. Akasema hivi, baba mmoja aliwatuma watoto wake 2 waende kwenye shamba lake la mizabibu. Wa kwanza akasema naenda, asiende. Wa pili akasema mimi siendi. Baadaye akatubu, akaenda. Akawauliza, ni yupi aliyetenda mapenzi ya baba yake? Na mimi nawauliza nyie, ni yupi ambaye alitenda mapenzi ya baba yake? Ni yule ambaye alisema siendi, lakini baadaye aliposikia moyoni mwake, akatafakari moyoni mwake, akasema nimefanya vibaya, akaenda. Sasa yawezekana wapendwa, sisi hatujafanya vizuri. Hili agizo la kutumika kwenye umisheni lilishatolewa na Baba yetu wa mbinguni. Wengine nawezekana mwaka jana, maana mwaka jana tulikuwa na semina kama hii. Wezekana mwaka jana watu walisema na mimi nitafanya, na mimi nitafanya. Moyo anasema nitafanya. Ilipofika siku 2, 3, 4 zimepita, wamekaa chini. Sasa nimeleta awamu ya pili, kwamba je, bado naridhika na ile habari ya kutokwenda? Sema hapana. Sema hapana. Sema sasa naenda. Sema sasa naenda. Sema sasa nitatoa sadaka tena kubwa ile. Wangapi wako tayari kumtumikia Mungu kwa jinsi hii? Naomba usimame.